Mwambie hii ni ngome. Hiyo ni ngome. Acha kabisa. Leo nenda kumalizia na hivi vitu sitaki kukaa navyo. Watu wamesalimisha kwa Yesu. Amen. Hata wewe ambaye unasikia huko nyumbani huko, hujafika madhabahu yenye majibu na huko na vitu vya kiganga ulipewa na mganga. Amina. Wewe kimbia haraka, leta madhabahu yenye majibu. Lete kwa Bwana. Maana watu wanasalimisha. Amina. Tunguri zao ilizi wanasalimisha hapa. Amina. Kwanza kuna pete. Hii pete mtu alienda kwa mganga kwa ajili ya kuchukua hii pete ili muingizie fedha. Amina. Sema amina. Pigia kwa makofi mengi na pete. Amen. Hii ni kwa ajili ya kumuingizia nini? Fedha. Fedha. Alienda kwa mganga, mganga akasema chukua hii pete. Alimpa pete. Utakuwa unatembea nayo. Alafu itakuwa inakuingizia fedha. Lakini toka ameivaa haimuingizii fedha. Amen. Haileta madhabahu yenye majibu. Kuna pete nyingine ina jicho. Hii ni jicho. Hili ni jicho unapeleka kama ulikuwa hujui. Hili ni jicho. Yaani ni jicho la kutazama ili lilete fedha. Wewe hata uye nyumbani angalie mume wako hapo kwenye vidole vyake na mapete mengi mengi, angalia hii pete ina jicho hili. Nilienda kutathmini mimi Jumapili nilipotoka hapa. Ndio. Nikaona watu wengi wanayo hii. Hii watu wanayo wengi sana. Ni pete ambayo anapewa mtu avae kwa ajili ya kumuingizia fedha. Ndio. Na yenyewe ameisaruti kwenye madhabahu yenye majibu, ipo hapa kama unavyoiona. Amina. Pia kuna ilizi nyingine ya kuvaa hii hapa. Hii ni ilizi ya kuvaa shingoni kwa ajili ya uponyaji. Mtu alikuwa amepewa na ameamua kuisaruti kwa Yesu. Ndio. Maana toka ameivaa kwa ajili ya magonjwa hawezi kupona. Hajapona kabisa. Wala kufanikiwa. Ameamua kuleta madhabahu yenye majibu kwamba sihitaji tena. Ndio. Hii pochi ndio ambayo alikuwa akienda kwa mganga anapewa dawa. Anapewa dawa. Kila dawa anayopewa anaogeshea kwenye hii pochi. Anamwambia utakuwa unapata pesa nyingi. Lakini toka anaogeshea na hakuna kupata fedha. Huyu bwana amesema hata pochi yenyewe sitaki. Ni maskini mtupu. Sitaki kabisa kwa sababu amekuwa maskini, pesa hapati, wala kazi hapati. Ameamua kuisalimisha madhabahu yenye majibu. Huyu Jumapili tulimfungua huyu mtu. Hivi kama unavyoona hapa ni vijiti. Hivi ni vijiti, ni kijiti, alipewa kijiti kimoja ambacho akawa anatembea nacho. Aliambiwa awe anakiweka kwenye pochi, anatembea nacho hicho kijiti, atakuwa anapata fedha. Lakini toka akiwa anatembea nacho hajaweza kupata fedha, ameamua kuleta madhabahu yenye majibu kwamba niombeeni, nataka nifanikiwe na Yesu mwenyewe atende. Pia akaona haitoshi. Jamani, nyingine haijakimbia ipo. Akaenda kuchukua tena ilizi nyingine hii hapa. Hii na yenyewe akawa anatembea nayo kwenye pochi. Na yenyewe kwa ajili ya kumuingizia fedha. Yaani na fedha zinakuja akifanya kazi anapata pesa nyingi. Lakini hakuna, hata kama hana kazi anaenda kupata kazi. Piga Bwana makofi mengi. Amina. Familia hiyo ilikuwa na mafuta. Kuna mafuta hapa ambayo unaona haya. Mafuta. Haya ni mafuta alipewa mwanamke kwa ajili ya kupaka. Nilienda kutathmini na kuuliza watu wengi sana wana maana gani? Yana maana kubwa sana. Ndio. Na haya unaunganishwa. Yaani mafuta ambayo ukipaka wewe huwezi kusikia harufu yoyote mbaya. Ndio. Mtu mwingine ndo anaweza kaisikia. Sasa yaani wewe umekuwa umeunganishwa na maiti. Yaani umeunganishwa, nenda kuuliza kwamba unaunganishwa na yule aliyekufa, kwamba ni mzimu wa kutoka makaburini, kwamba ukusaidie na kukulinda, kwamba wanaiomba mizimu ile mizuri ili ikusaidie. Ndio maana wanakupa ya mafuta uweze kupaka. Nadhani umeelewa sasa. Umeelewa? Haya mafuta mwanamke akipaka, mume wake anasikia harufu ya maiti ipo katikati hapo. Ana kichwa kinamuuma. Hii kuwa huyu anayepaka mwanamke ameunganishwa. Yaani ukipewa haya, wewe unaunganishwa na mzimu ule uliokufa. Ndio. Kama ni mzimu ulikuwa unataka ukuletee uponyaji au kuletee uzima, ndio unakuunganisha. Ndio maana ukapewa mafuta haya. Huyu mtu toka ameyapaka hajaona mafanikio yoyote, kasaruti kwa Yesu. Jumapili iliyopita baada ya maombi alianza kuona matokeo fulani kwamba Mungu anaanza kufanya. Tulipofika nyumbani akatupatia tena vitu vingine. Mama Derika, unga. Unga Mama Derika. Ndio. Kama ulikuwa hujui siri ya unga, nataka nikupatie leo. Unga unaitwa Lusembe.
kwa watu wengine wanaita kusembe. Ndio. Unga kazi yake Mama Dereka ni mtu yoyote ambaye pia ni mchawi anataka kuingia kwako. Umeelewa? Anataka kuingia kwako. Anapaka unga, akipaka usoni unga, basi kweli ana uwezo wa kupenya kwenye ukuta akaingia kwako. Na pia wewe unapewa unga wewe kwamba yule ambaye anakuja kuiba fedha usimuone. Piga makofi mengi na vigelegele. Amen. Piga makofi mengi na vigelegele. Amina. Kama wanga wanakuja nyumbani kwako, si ndio? Kuja kukuangia. Ndio. Wewe unapewa huu unga kwamba wakija uwaone. Ndio. Na ujue ni nani ambaye ameingia ndani yako.